Mchezo unaanza na John akiwaga familia yake. Tunagundua kuwa baba yake amepandishwa kazi, hivyo wanahamia mahali pengine, wakimwacha peke yake nyumbani. Mama yake, kama mama wote, anamuongoza atoe takataka, asiwashe taa, ale vizuri na asifanye nyumba kuwa chafu. Kisha John anajifanya kuwa na huzuni kwa sababu anaachwa peke yake nyumbani na anawaambia waharakishe wasipoteze ndege yao. Hata anawapeleka mpaka gari na kuwapunga mkono wanapokwenda. Mara waondoka, anaanza kucheza na kushangilia kana kwamba familia yake ilikuwa ikimzuia. Anarudi nyumbani na kuanza kula na kunywa, akitupa mavazi yake kila mahali hadi nyumba inaonekana kama jani la takataka. Ingekuwa vyema ameacha hapo, lakini pia anaahidi kuwa nyumba ni safi kweli kweli. Kisha anawaita marafiki zake waje wamfuatilie. Mmoja baada ya mwingine wanakuja hadi wanafikia 5 na wanaanza kucheza PlayStation na poker, kutazama televisheni wakila na kunywa, kana kwamba nyumba ni ya baba yao. John, akiendelea kujifanya mtoto mzuri, anasema, kwa kuwa mimi ni mwanaume wa nyumbani, ninakula kuku. Na marafiki zake wanakubali, ingawa wanashangaa. Wakila, John anawaambia kuwa amegundua kutoka kwa mama yake kuwa mwana wa rafiki yake amekuja kutoka Amerika na hana mahali pa kukaa, hivyo atalazimika kukaa nao hadi apate mahali. Marafiki zake wanashangaa kwa sababu hakuna chumba cha ziada na wanauliza atakaa wapi. John, akiwa mdemokrasia, anasema si shida yangu. Kwa kuwa nyumba ni yangu, napata chumba pekee, jambo hilo linalosababisha mapigano kwa sababu kila mmoja anataka chumba chake. John anasema, acheni. Je, haitoshi kuwa siwatozii kodi, enyi wahalifu? Kisha, rafiki yao Yong anatoka nje ya chumba na kuuliza gumzo lote ni kuhusu nini, akiwaambia wanyamazishe sauti zao ili aweze kulala. Lakini mapigano yanaendelea wakivutana nywele hadi, bila kutarajia, kengele ya mlango inalia. Wanafikiri ni yule kijana mpya ambaye anapaswa kuhamia, lakini wakifungua mlango, wanamkuta jirani anauliza kama mtu yeyote amepotea. Wanamfungia mlango na kurudi nyumbani, wakisahau walikuwa wakipigana kuhusu nini. John anasema, sasa tumeshiba, tule tena. Lazima anamaanisha hawa ni marafiki wa kweli. Na wanaanza kuzungumza kuhusu yule kijana ambaye anapaswa kuja. John anasema mama yake alimwambia jina lake ni Ales na ni Mkorea lakini alizaliwa na kukulia Amerika. Wanakubali kuwa anapaswa kushiriki chumba na mtu mwenye tabia zinazofanana, lakini John pekee ana nambari yake. Wanapokagua WhatsApp yake, wanaona picha za paka na wanasikitika sana, lakini kisha wanaona picha nyingi za yeye na wasichana na John anasema, hakuna shida, anaweza kukaa nami. Lakini rafiki yake anasema, chumba changu ni kikubwa, hivyo anapaswa kukaa nami. Ghafla kengele ya mlango inalia tena, na mmoja wao anaenda kufungua, na kukuta msichana mzuri ambaye anasema, hujambo, mimi ni Alex. Anashangaa na kubana mlango kwa nguvu. Msichana anashangaa na tabia yake na kupiga kengele tena. Wakati huu, John na marafiki zake wote wanafungua mlango na kumuona msichana na mzigo wake akiingia nyumbani. Wote wanachanganyikiwa na hawaelewi kinachotokea. Msichana anajitambulisha kama Alex, akisema atakaa nao. John anapofikiri mazungumzo na mama yake alipomwambia, baada ya kuamka, kuwa binti wa rafiki yake kutoka Amerika anakuja kukaa. Na alimwomba asafishe nyumba hadi apate mahali mwingine. Alex anacheka kuhusu makosa ya uelewa, akisema alidhani ni mvulana, lakini ikaonekana ni msichana. Anajitambulisha tena kama Mkorea na anasema atakaa nao. John anashangaa na kujitambulisha yeye na marafiki zake, akimwambia kuwa ni wavulana 5 na si sahihi akae nao kwa sababu hapa si New York. Lakini Alex anasema ni sawa, na anafurahi kukaa na wavulana 5 wa umri wake, akifikiri wataelewana vizuri. Lakini John anakataa na kusema lazima aondoke nyumbani. Hata hivyo, Alex anajibu akisema, mama yako aliiba kutoka kwangu, hivyo ni sawa ukae nyumbani. Kisha John anasisitiza, akisema, mimi ni mwanaume wa nyumbani, na neno langu ni la mwisho. Baada ya hapo, anampiga simu mama yake kwa ujasiri, lakini anaporejelea, ana wasiwasi, akisema, mama aliniambia kuwa ikiwa Alex atakaa nyumbani, marafiki zenu wote lazima waondoke. Kisha marafiki wanaamua kutupa sarafu kuona kama anapaswa kukaa au waondoke. Kisha wana mkutano, wakati Alex anasikiliza muziki hadi wamalize. Hata hivyo, marafiki zake hawana utulivu na hawawezi kufanya uamuzi, hivyo wanakubali kuahirisha hadi kesho. Baadaye, Alex anauliza kuhusu chumba chake na wote wanatazamana, wakijua kuwa mtu mmoja lazima atoe chumba chake kwa ajili yake. Mwishowe, John analazimika kutoa chumba chake na kulala katika chumba kimoja na rafiki yake, akiwa na hasira kuhusu kilichotokea. Usiku wa manane, Alex anamuomba John dawa ya meno na John anajibu, nitakununulia. Lakini Alex anajibu, mimi si mtoto, ninaweza kujinunulia. Kisha anaondoka na anaporejelea usiku wa manane, John anaanza kuwa na wasiwasi na kuangalia kama ameondoka nyumbani. Kisha anamuona Alex akienda nyumbani, akifuatwa na jirani. Anasikia sauti ya paka na kwenda kuangalia lakini haoni chochote. Anapogeuza, anagongana na mtu na anaogopa sana. Mtu huyo ni John, ambaye anaomba msamaha kwa kumwogofya. Kisha wanarudi nyumbani na kwenda chumbani mwake kulala. Asubuhi ya pili, Alex anaamka mapema na kuandaa kifungua kinywa.
Kisha anawaita wote wale, na John na marafiki zake wanapowapamka, wanashangaa na kile alichofanya. Wanakula chakula kwa furaha na kukubali amkae nyumbani. Baadaye, John anaanza kuhamisha vitu vyake nje ya chumba chake, na Alec anaanza kupanga vitu vyake na kutengeneza kitanda. John anashangaa na viatu alivyo navyo. Usiku huo, wanakula chakula cha jioni pamoja, wakizungumza kuhusu uzoefu wao. Alec anawauliza walichosoma, na kila mmoja anashiriki alichojifunza. Mmoja alisoma sinema, mwingine sanaa. Alec anaonekana amefurahi sana na urafiki wao, na kushiriki kuwa anasoma uhandisi wa mitambo. John na marafiki zake wanashangaa kwa sababu ni kozi ngumu kwa wasichana, lakini mmoja wao, anayeitwa Young, ambaye pia anasoma kozi hiyo hiyo, anakasirika na kuondoka. Tunamuona Alec akijaribu kuzoeana na chakula cha Kikorea, hasa na pilipili kali. Baadaye anaondoka kupata maji, lakini kwa makosa anakunywa maji ya tangawizi kutoka chupani na kumtemea Young usoni. John anacheka na Alex anajaribu kuomba msamaha, akisema kuwa amesafisha meno yake, lakini Young hajibu na badala yake anampa maji ya kunywa. Asubuhi ya pili, Alex anapopamka, anapata nyumba imeharibika kabisa. John amelala kwenye kochi, chakula kimemwagika sakafu, bafuni ni chafu, nyumba nzima inanuka, na mavazi machafu yamejaa. Anahisi kutapika. Usiku huo, anajaribu kulala chumbani mwake, lakini kelele kutoka kwa wengine inamuumiza. Anapotoka nje, anawaona wakicheza PlayStation na kusema, ni kosa kufanya kelele wakati huu. Si vizuri. Lakini John anajibu, ni saa 3 tu asubuhi. Usiku haujaanza hata. Young kisha anainuka na kuondoa umeme, akisema, nataka kulala. Nina hadhara asubuhi kesho. Kisha anamwambia Alex, huwezi kuishi na watu hawa. Wakati huo, Alec anahisi anategaa. Siku iliyofuata, anaandika barua ya sheria na kuamsha, akiwauliza wafuate sheria. Hata hivyo, bado wana usingizi na kuuliza, kwa nini unatuamsha mapema hivyo? Ni saa 7 tu za asubuhi, le. Baada ya kusoma sheria, wanaona kuwa anataka waweke nyumba safi kila wakati, anawakataza kulala mchana na kuwakataza kufanya kelele usiku. Hata hivyo, wanakataa na kupiga kura kuamua kama watafuata sheria au la. Kisha kila mtu anarudi chumbani mwake kulala. Lakini Alex anahisi maneno na wanabadilishana macho huku mazingira yakiwa ya kimapenzi. John, akiwaona hivi, anadhani kuna uhusiano kati yao na anajificha ili asionekane. Siku iliyofuata, Alex bado ana mshtuko na hawezi kuacha kufikiri kuhusu kilichotokea usiku wa nyuma. Pia anashangaa kuwa Young yu akilini mwake siku nzima. John anakuja na kuketi karibu naye, akiwasha televisheni, ambapo wanaona onyesho la kimapenzi katika filamu. Anamwambia, hakuna ubaya wa mapenzi. Lakini Alec anahisi wasiwasi, akidhani anazungumza kuhusu yeye, na kuondoka. John anachanganyikiwa na mabadiliko ya ghafla ya tabia yake. Alec anajaribu kumwepuka Young wakati wowote awezao, lakini kila anamuona, anasumbuka na kurudi haraka chumbani mwake, akihisi aibu. Kwa upande mwingine, Young pia anafikiri kuhusu Alex kila wakati. John anapoketi karibu naye, anaanza kuzungumza peke yake, jambo linalomshangaza hata John. Alex, akihisi chini, hazungumzi sana hadi mmoja wa marafiki zake anakuja na kumwomba acheze PlayStation naye. Hali yake inabadilika mara moja, na anacheza mchezo kwa furaha. Young anawaona wakicheza na kuhisi wivu. Baada ya kumaliza, Park anamwomba amsaidie kuchagua zawadi kwa msichana anayempenda. Alex anaanza kufikiri mwenyewe, na wakati huo anaona mmoja wa marafiki zake akifikiri kuwa zawadi aliyoleta ni kwa ajili yake kwa sababu anampenda. Anamwambia marafiki zake wote kuhusu hilo, lakini Alex anawahakikishia kuwa hakuna kitu kati yao. Kisha anampeleka Park pembeni kuzungumza, na anamwonyesha mkufu aliounua kwa msichana anayempenda. Alex anamwambia kuwa hampendi, lakini anaelezea kuwa anampenda msichana kutoka chuo kikuu, si yeye. Pia anamwambia kuwa anajua anampenda Young, kisha anaondoka. Alex anashangaa na maneno yake na kukataa kwa kelele kuwa anampenda Young, wakati Young anasikia. Lakini hasemi chochote. Anamwambia aje ndani na asimame nje peke yake. Alex anahisi aibu na kujaribu kujielezea, lakini anaenda ndani na kumwacha. Asubuhi ya pili, Alex anapopamka, anapata mkufu juu ya meza ya ando pamoja na karatasi ndogo. Lakini karatasi inaanguka bila yeye kuona. Kisha anakumbuka Park akisema ataleta mkufu kama zawadi ya shukrani. Anapotoka nje, anamuona Park akiwa na wasiwasi. Na anamwambia kuwa ana njia ya kwenda kumpa zawadi msichana anayempenda na kuungama hisia zake. Kisha anaondoka. Alex anawauliza wengine wamsaidie kusafisha nyumba. Mwanzoni wanakataa, lakini hatimaye anawashawishi wote wasafishe vyumba vyao. Alex yuko jikoni akijaribu kuweka vitu kadhaa kwenye rafu lakini hawezi kufikia. Young anakuja kumsaidia lakini Alex anasisitiza kuwa anaweza kufikia kwa sababu ni mrefu. Anajaribu tena, lakini bado hawezi kufikia, na Young anacheka jinsi anavyojifanya. Kisha anamsaidia kusafisha. Baadaye, Alex anakwenda chumbani mwake kupanga, na anapata mkufu na kujaribu kuuvaa. Young anamsaidia kufunga mkufu, lakini anapofanya hivyo, anauona na kuwa na wivu. Anajaribu kutengeneza umbali kati yao kwa kujifanya anasafisha nyumba.
Wakisafisha, kwa makosa anaweka karatasi chini ya kitanda bila kuona. Baada ya kumaliza kusafisha, wanaketi sebuleni, wamechoka. Alec anasema angetaka kwenda nje kama park. Mmoja wa marafiki zao anapokea simu na anajibu kwa wasiwasi. Anagundua kuwa ameshinda mashindano ya sanaa aliyoomba na anakimbia kuwaambia marafiki zake habari njema. Lakini kisha Park anafika akiwa na huzuni na kuwaambia kuwa amekataliwa. Hili linamaliza hali na wote wanakunywa pamoja kusahau kilichotokea. Park analalamika kuwa baada ya kujiamini kuungama mapenzi yake, kijana mwingine alikuwa amekwisha fanya hivyo kabla yake, akimshinda. Anapiga kelele kuwa alisubiri wakati sahihi lakini alikuwa amechelewa. Marafiki zake wanamshauri amwambie mtu anayempenda kabla haijachelewa na asifanye kosa lile lile. Park anaenda nje akiwa na hasira na Young anamfuata kumfariji. Rafiki yake anamwambia aungame mapenzi yake kwa Ales, lakini Young anahisi wasiwasi na kukataa, akisema kuwa hampendi Ales. Alec anasikia hili na kuumizwa na maneno yake. Wanarudi nyumbani na wanaanza kucheza mchezo wa ukweli au changamoto. Wakati zamu ya Young inafika, anaulizwa kama anampenda mtu, lakini anaepuka kujibu na kuchagua kunywa badala yake. Asubuhi ya pili, Yoon na Young wako jikoni na Park anaamka na kuanza kunywa. Wanapita karibu naye bila kuzungumza na anauliza kina nini, akidhani kuwa ananuka vibaya. Jun anauliza kama anakumbuka alichofanya usiku wa nyuma, lakini Park anasema hakumbuki. Kisha tunajua kuwa wakati wa mchezo usiku wa nyuma, swali lilimwangukia, lakini hakuna aliyemruhusu aulize swali, hivyo alikasirika na kuanza kucheza. Ghafla, mguu wake unadhoofika na kuanguka juu ya marafiki zake, na kusababisha Ales kuangusha sufuria ya moto inayomuunguza mkono. Tunaona kuwa mkono wake sasa umefungwa bandiji, na Park anamkaribia kuomba msamaha, akisema hakukusudia. Wakati huo huo, tunamuona Young akihuzunika kuhusu Ales na kutaka kumpa dawa, lakini anamkuta ameketi sebuleni. Ales kisha anafika na kuona dawa, akigundua kuwa Young alileta kwa sababu alimuona amejeruhiwa usiku wa nyuma. Anamshukuru na anaketi karibu naye kuelewa hali yake. Anamshukuru kwa kumtunza. Yoon kisha anauliza kama wanaweza kwenda nje kubadilisha mazingira na Ales anakubali. Wanaondoka nyumbani pamoja. Young anahisi wivu na kukaa nyumbani akiwa na huzuni. Rafiki yake anaona hali yake na kuuliza kilitokea nini, lakini Young hajibu na kwenda chumbani mwake. Yoon anauliza mkufu unatoka wapi na Alef anamwambia kuwa Park aliuleta kwa sababu alisaidia na zawadi. Hata hivyo, mwishowe ilikataliwa. Yoon anauliza anayempenda nani, lakini Alef anahisi haya na hajui la kusema. Yoon anasema aligundua wakati wa mchezo kuwa Alec anampenda Young. Alec anamuomba asimwambie mtu yeyote. Wote wanaondoka na kumuona jirani barabarani amevaa mkufu wa namna hiyo hiyo. Wanaporejelea nyumbani, Park anauliza mkufu unatoka wapi na Park anasema alipata mlangoni na kudhani rafiki yake aliuleta na kuacha chumbani mwake. Wote wanauliza nani alileta mkufu na kila mtu anakataa kuuleta. Park anasema kulikuwa na karatasi nayo na wanaanza kutafuta chumbani. Young anapata karatasi na inaonekana jirani aliuleta na mkufu ni wa namna hiyo hiyo. Wanashangaa na tabia hii na kuamua kumuuliza kuhusu zawadi na kwa nini aliipa. Wote wanakwenda nyumbani mwake kwa sababu mara nyingi wamemwona karibu na Alex. Hata hivyo, mmoja wao anaogopa anaweza kuwa mtu hatari na anapendekeza kuwajulisha polisi, lakini marafiki zake wanamshauri asiyofanya, wakisema si lazima. Wanapoingia, wanapata kuwa ni mtu mzuri mwenye mbwa. Anaelezea kuwa mbwa alikuwa amepotea na mkufu ulitengenezwa naye. Ulikuwa zawadi na aliuliza kwa sababu ya mkanganyiko. Anaomba msamaha kwa makosa ya uelewa na wanakubali kuwa marafiki. Lakini wanashangaa kujua ana umri wa miaka 38. Jun anaomba msamaha kwa makosa ya uelewa. Alec anaporejelea chumbani mwake, anatafuta mkufu ili uweke kama kumbukumbu. Wakati huu, anapokea simu kutoka Amerika, ikimjulisha kuwa amekubaliwa katika mpango wa mafunzo. Alec anafurahi, lakini anashangaa kujua anahitaji kuwa Amerika ndani ya wiki moja. Young anakuja kumfuatilia kwa nyumba ya jirani ili asiwe peke yake. Wanapofika, wanapata Jun ameleta aina 5 za ice cream. Alec anasema atanunua baadhi wanaporejelea nyumbani kwa jirani. Young anakubali. Jirani anapowaona pamoja, anawapa pete 2, akidhani wanafanya mapenzi. Alec anashangaa na kusema hakuna uhusiano kati yao, lakini anamshukuru na kupokea zawadi. Wanakwenda dukani kununua ice cream. Njiani kurudi nyumbani, Alef anasema kuwa mwanzoni alidhani Young alikuwa mwenye kiburi kwa sababu alizungumza kidogo, lakini baadaye aligundua kuwa ni mtu mzuri na mpole. Young anafurahia maneno yake. Hatimaye, anauliza kama wanaweza kwenda nje kula peremende kesho, lakini Alef anadhani anamaanisha mchezo wa kimapenzi na anapendekeza marafiki zao wajiunga. Young anasisitiza itakuwa yeye na Alef tu, na anafurahi. Anapokwenda chumbani mwake, anakumbuka kuwa akichelewa mpango wa mafunzo, mtu mwingine atachaguliwa. Anahuzunika kuhusu kuondoka. Young anatumia siku nzima akifikiri kuhusu Alex na anafurahi kuwa alimuomba waende nje. Siku iliyofuata, Alec anajiandaa kwa safari yake.
Anapaka rangi, kubadilisha nywele zake na kuvaa nguo mpya ili aonekane vizuri. Yong anamsubiri, amevaa vizuri pia. Wanakwenda mahali ambapo wanaweza kununua aina zote za peremende na Alex anafurahi na kucheka kwa haya ya Yong anavyoepuka macho. Wanakwenda dukani na Yong ananunua chokoleti nyingi. Alex anafurahi sana kuwa pamoja naye. Kisha wanakwenda bustanini na kufurahia vyakula. Yong kwa makosa anagusa mkono wake, jambo linalomfanya ahisi haya. Anajitia moyo, akitaka kuungama hisia zake, lakini Alex anamwambia kuwa lazima aende Amerika kwa mafunzo. Yong anashangaa na kukasirika, na anasema hongera akijifanya utulivu, kisha anasimama na kuondoka. Alex anarudi nyumbani, akiwa na huzuni, na kuangalia pete. Anazungumza na June na kuuliza kama amewahi kuwa na uhusiano wa mbali. June anasema ndiyo, lakini haikufaa. Alex kisha anakusanya marafiki zake na kuambia anarudi Amerika. Wote wanahuzunika kwa sababu wamekuwa karibu naye na wanaamua kumtengenezea sherehe ya kuaga. Wanakunywa pamoja usiku huo na kumwambia asiondoke. Yong anasema ni mustakabali wake na anapaswa kwenda. Wanakula keki na kukumbuka siku ya kwanza walipokutana, hadi akawa sehemu ya kikundi chao. Wanapiga picha nyingi kama kumbukumbu. Siku iliyofuata, Alex anaandaa mzigo wake. Yong anajitolea kumchukua uwanja wa ndege, lakini Alex anakataa, akisema hataki kumchosha. Yon anamshauria mwambie Yong hisia zake kwa sababu ni mwenye haya. Alex anamwandikia karatasi akisema anampenda. Yong yu mlangoni mwa chumba chake, akitaka kuungama hisia zake na kuaga, lakini anabadili akili yake. Alex anakwenda chumba cha Yong na kumpa chokoleti. Anapokifungua, anaona karatasi inayosema nakupenda, jambo linalomfurahisha sana. Alex kisha anapanda ndege kwenda Amerika. Marafiki zake wanamwaga kwa huzuni. Hatimaye, Yong anafika na kubisha dirisha la gari, akimpa chokoleti na karatasi inayosema nakupenda pia. Alex anafurahi sana, lakini pia anahuzunika kuondoka. Anaporejelea kutoka Amerika baada ya mafunzo, Yong anamkaribia mlangoni na pete. Anafurahi kumuona na kusema hataondoka. Marafiki zake wanaona hili kwa mbali na kumkaribisha kurudi, wakifurahi kumua sehemu ya kikundi chao. Asanteni sana kwa wote mnaotufuatilia kwenye chaneli yetu ya Mastori 24. Kazi ndo kwanza inaanza, endelea kuwa na sisi pia. Usisahau kusubscribe, kulike na kutoa maoni. Tunawapendeni sana.